Ukweli ni kwamba Yesu Kristo alikuja kwa sababu ya watu wabaya. Alikuja kwa sababu ya wenye dhambi. Alikuja kwa sababu ya watu wabaya. Alikuja kwa sababu ya wenye dhambi. Yesu hakuja kwa sababu ya watu wazuri. Hakuja kwa sababu ya watu wakamilifu. Hakuja kwa sababu ya wenye haki, maana hata hakuna mwenye haki. Hakuja kwa sababu ya watakatifu, maana hata hakuna aliye mtakatifu. Ila alikuja kwa sababu ya watu wasio na haki, hawahesabia haki bure. Alikuja kwa sababu ya watu wenye dhambi, hawafanye kwa watakatifu. Alikuja kwa sababu ya waliopotea. Yesu alikuja kwa sababu ya watu ambao wamepotelea kwa dhambi. Ndio maana akaitwa Yesu, maana yake mwokozi. Ukisoma kitabu cha Luka 19 mstari wa 10, maandiko yanasema mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Yesu alikuja kuwatafuta wenye dhambi. Anakutafuta hata wewe mwenye dhambi ambaye unateswa na zina, unateswa na ulevi, unateswa na pombe, unateswa na ushoga na usagaji, unateswa na umejaribu kujitoa, umeshindwa. Sikia nikwambie, kile ambacho unahitaji katika maisha yako, unamhitaji Yesu. Unahitaji kusema tu, Yesu naomba uniokoe. Yesu naomba okoa maisha yangu. Yesu naomba uwe Bwana katika maisha yangu. Unahitaji kufungua moyo wako na Yesu aingie ndani yako. Unahitaji, Yesu anasema kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 20, tazama anasema mlangoni nabisha, atakayesikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye pamoja nami. So siri ni kufungua moyo wako na Yesu anaingia ndani yako, anafanya makao kwa maisha yako. Unachohitaji ndani yako, unamhitaji Yesu. Yesu ndio msaada ambao unahitaji ndani yako. Yesu ni msaada wa kipekee, anakupenda, anakujali. Upendo wake hauna mpaka. Hatazami dini yako na dhehebu lako. Wewe fungua moyo wako, mwambie Yesu naomba uniokoe. Yesu naomba unibadilishe. Yesu naomba ufanyike leo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Na Yesu atakuokoa na atabadilisha maisha yako.